Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramiz Works inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramiz Works tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramiz Works inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msituni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramiz Works, huduma bora kwa bei nafuu. Alright, asante sana mpenzi mtazamaji wa AGR na karibu kwenye meza yetu ya leo hii. Meza ya AGR magazetini kama kawaida. Gazeti la kwangu hapa ni gazeti la The Standard. Moja kwa moja tuandamane ili tuweze kujijuza yale yaliyomo. Mimi ni Edwin Mokaya. Kama kawaida nikiwa na gazeti la Taifa Leo, la kwangu ni Fidel Omoshoge. Kurasa wa kwanza gazeti la The Standard, hapa naona kinara wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga ameungana na naibu wa rais kupinga kwamba kunaweza kuwa na extension ya uchama kusitishwa kwa uchaguzi wa mwaka 2022. Hayo yote na kuiangazia katika ukurasa wa 6. Vile Safari Rally wamesema kwamba rais wa nchi ya Kenya amesema kwamba Safari Rally itakuwa hapa nchini Kenya kwa miaka 5 ijayo. Hayo habari ama hiyo taarifa tunaenda kuipata ukurasa wa 3, 4, 5, 38, 39 pamoja na ukurasa wa 40. Vile ukurasa wa 10 na 11 tunaenda kuangazia wakulima ambao sasa hivi wanalalamika kuhusiana na upungufu wa mvua ambao sasa hivi imeleta hofu zaidi kuhusiana na mimea walioipanda, kwamba mvua imeenda haijanyesha kwa muda sasa. Ni hayo tu ukurasa wa kwanza kwa gazeti la kwangu hapa, gazeti la The Standard. Nikiangazia gazeti la Taifa Leo, kuna yale ambayo yamepewa kipaumbele katika gazeti hili, wakisema kwamba katika ukurasa wa 2, Ruto ambaye ni naibu rais amesema bayana kwamba kamwe uchaguzi wa mwaka wa 2022 hautasitishwa ama kuahirishwa kwenda kwa tarehe nyingine, bali utafanyika tarehe 9 mwezi Agosti mwaka wa 2022. Ni ukurasa wa 2. Ukurasa wa 3 unasema Mfaransa Ogiel atoa ubingwa wa Safari Rally, huku wakisema kwamba Bolt asema hata fiatua vimalaika tena baada ya kuzaa pacha. Huu ni ukurasa wa 11 hadi 14. Katika ukurasa wa 6 kama kawaida anasema kwamba waziri ajiuzuru kwa kufumaniwa na ama akimbuzu msaidizi wake katika nchi ya Ufaransa, huku wakisema kwamba fasha wanazungumzia na fasha. Hayo tu ndio yale ambayo yamepewa kipaumbele katika gazeti hili la Taifa Leo. Shukrani sana. Ukurasa wa 2 gazeti la The Standard, hapa tunaangazia Safari Rally, jinsi imekuwa kwa miaka 19 hadi kuja ama kuanzwa tena hapa nchini Kenya. Hayo ni taarifa ama ni historia ambayo utaipata vyema zaidi katika ukurasa huu wa 2 wa gazeti la The Standard. Pengine uweza pata gazeti la kwako uweze kuisoma taarifa hiyo, historia kidogo, uweze kujikumbusha. Ukurasa wa 3 vile tunaangazia bado Safari Rally. Tumeangazia haya tangia wiki jana jinsi yamekuwa ikiendelea. Vile kutokana na gazeti la leo wanasema kwamba kuna zaidi ya watu 1030 ambao walikita kambi katika maeneo ya Naivasha wakiwa na tenti zao pale, na vile kipato cha watu wa eneo hilo wanasema kwamba kimeongezeka. Juzi atuliangalia mwana bodaboda ambaye alikuwa anasema jioni huwa anaenda nyumbani na shilingi 500, lakini tangu watalii waingie pale Naivasha huwa anaenda nyumbani na shilingi 3000 zikiwa chache, na kwamba familia yake
inaweza kujikimu na nyama kila siku. Kwa hivyo tunaangazia hayo yote katika ukurasa huo wa 3 kuhusiana na Safari Rally jinsi ilifanyika pale Naivasha, na hasa kulikuwa na DJ pale alikuwa anaitwa DJ Lizni ambaye alikuwa amesimamia hiyo hafla yote, mwenye alikuwa anacheza kama yeye, alikuwa anatingiza mitambo kwa aina ya kwake tu. Hayo ni katika ukurasa huo wa 3. Katika ukurasa huu wa pili wanasema kwamba Kiunjuri aonya rais, anasema kwamba kwa kujiongezea muda wa mamlakani. Kumbe kwamba wengi wamekuwa wakisema kwamba Rais Uhuru Muigai Kenyatta amekuwa akipanga njama ya kujiongezea muda ili kuongoza. Sasa Kiunjuri amemwonya, amesema kwamba Agosti 9 aweze kutoka mamlakani, huko akisema kwamba msijaribu kuahirisha kura. Huyu ni naibu rais William Samoei Ruto ambaye anasema kwamba kuna njama inapangwa ili kuweza kuahirisha kura ili kufanya referenda. Amesema kwamba haipazwi, na amewaambia Wakenya kwamba wawe na imani kwamba hakuna kura ama hakuna kitu ambacho kitatendeka, na kura zitafanyika mwezi Agosti tarehe 9 mwaka wa 2022. Katika ukurasa huu pia wanasema kwamba kuna wazazi ambao wamehimizwa ama wameweza kuambiwa kwamba wakumbatie chanjo ya COVID-19, huku ukurasa huu wakisema kwamba kuna koti ambayo sasa imemuita ili mjukuu wa mmoja aliyekuwa rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya aweze kufika kortini kwa sababu aliweza kususia mwito wa hapo awali. Katika ukurasa huu pia wanasema kwamba Uhuru awapuuza wanaoitilia shaka utendakazi wake. Kuna wengi ambao wamekuwa wakisema kwamba Rais Uhuru Muigai Kenyatta bado hajafanya yale ambayo alikuwa ameahidi wa Kenya. So wamesema kwamba rais ameweza kuwapuuza. Ukurasa huu wa 2 na 3 sioni taarifa nyingi, ni hizo tu zimeangaziwa. Ukurasa wa 4 wa gazeti la The Standard, hapa tunaangazia bado Safari Rally na kiongozi wa nchi ya Kenya ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta. Hapo jana aliweza kusema kwamba pengine Kenya itakuwa ina host the Safari Rally kwa miaka 5 ijayo, kwamba kwanza sasa hivi hadi mwaka wa 2026 itazidi kuhost mashindano hayo. Alisema kwamba alikuwa anazungumza hapo jana wakati alikuwa anafunga WRC Safari Rally Kenya in Naivasha, ambapo alisema kwamba washaafikiana pamoja na International Automobile Federation ama FIA and World Rally Championship ili waweze kukuwa na hayo ama kuwa na mashindano hayo kwa miaka 5 ijayo hapa nchini Kenya. Ukurasa wa 5 mna lolote la kutufaidi. Ukurasa wa 6 pando tunaangazia kwamba Raila pamoja na naibu wa rais William Samoei Ruto wameweza kushikilia wameweza kusema kwamba kidogo uchaguzi hauwezi sitishwa, mchaguzi wa mwaka wa 2022. Pengine nitanukuu yale ambayo Mohamed Junet ambaye ni Suna East, mbunge wa Suna East, aliweza kuyasema. Alisema kwamba we cannot plan to break the law and extend polls date because we want to change the law. Kwa hivyo naona hapa kwamba kidogo Raila na Ruto ni kama wamekuja pamoja sasa. Wanasema kwamba hayo hayawezi fanyika, hayo hayawezi tendeka. Manake unajua kulikuwa na ule uvumi kwamba kidogo hakutakuwa na kura mwaka 2022. Na ikiwa hayo yatakuwa, basi sijui itakuwaje, manake Raila Uhuru ni kitu kimoja, na bado sasa hivi wamesema kwamba pengine uchaguzi utakuwa kwamba kulikuwa na mpango. Najua kuna wanasiasa wengi wamekuwa wakitokeza kusema kwamba lazima referenda ifanyike. Lakini kama referenda itafanyika kabla ya 2022 August tarehe 9, basi uchaguzi hautakuwa interfered with. Bali kama referenda ama BBI haitapitishwa hadi wakati huo, kuna wale baadhi ya wale viongozi wamesema kwamba lazima uchaguzi huo uweze kusogezwa mbele. Sasa sijui itakuwaje Raila ambaye ni mmoja wale wafaidi ambao wanatumai kwamba referendum itaweza kupita. Naunga tena William Samoei Ruto mkono. Naona hapa pia amesema kwamba lazima uchaguzi ufanyike tarehe 9 mwezi wa 8 Agosti ama mwezi wa 8 mwaka wa 2022. Na sijui hapo kama ikiwa BBI itakuwa imepita, sijui kama uchaguzi sasa utafanyika, itakuwa vitu itakuwa tofauti. Ni hayo tu kurasa huo wa 6.
Asante sana. Katika ukurasa huu wa 4 ni habari za county, pale ambapo wanasema kwamba kuna furugu ambayo iliibuka Kisii baada ya mtu kufia selini. Kama selini, najua jana kuna watu ambao wameshikwa pale Marani sababu ya jamaa yao ama jamaa wao mmoja aliweza kufariki pale katika sehemu ya Marani, sehemu inayojulikana kama Rioma. Jamaa huyo alikuwa ameshikwa pale kwa sababu alikuwa amepata yale masharti ya curfew ama ya COVID-19, akaweza kuiaga pale selini na ikamletea shida kidogo. Wananchi wengi wameshikwa kwa sababu ya jambo hilo, kwa sababu wengi waliweza kufunga barabara, wakifanya mambo mengi pale. Hapo ni katika kaunti ya Kisii, wakisema kwamba Embu benki kuwasaidia wanawake ambao kuna wale wanawake ambao wako na merry-go-round, wako na tunahitaji chama mbalimbali. Itakuwa inawasaidia ama inawafidia shilingi 10,000 kwa kila chama. Wakisema kwamba Thika chuo kikuu kufadhili wanafunzi 30, wakisema kwamba magavana watatu, huyo ni gavana Kingi, kuna ambaye ni gavana wa Kilifi, kuna Mombasa Alaja Njo, na kuna Saru Mfuria ambaye ni wa Kwale, wanasema kwamba wanajipendekeza ili kufanya mambo mazuri wakati watatoka mamlakani. Wanasema kwamba wakaazi wahamizwa kutumia njia tofauti kupunguza mawazo kaunti ya Busia. Hizo ni baadhi ya taarifa mbalimbali kutoka kaunti mbalimbali nchini Kenya, wakisema kwamba hatimaye Bwenyenye Nduati azikwa mzozo wa urithi ukiendelea. Hapo ni katika ukurasa wa 5. Katika ukurasa wa 6 ni taarifa kutoka Afrika na duniani ambazo tutaangazia muda mfupi ujao. Ukurasa wa 7 gazeti la The Standard, hapa ndo tunaangazia kwamba serikali imeweza kuanzisha mradi pale maeneo ya Coast, na ambao ni mradi wa dhamani ya shilingi bilioni 10. Ni Kenya Marine Fisheries Socio-Economic Development Project ama KEMFSED, ambao ulianzishwa na rais wa nchi ya Kenya President Uhuru Muigai Kenyatta. Sema kwamba kutokana na mradi huo kutakuwa na 19 sub-county ama kaunti ndogo 19 ambazo zitafaidika kutokana na mradi huo, ikiwa Lamu, Mombasa, Kilifi, Kwale na Tana River counties ambazo zitafaidika na mradi huo. Kutokana na mradi huo vile inaaminika kwamba wataanzisha kwa mwaka watakuwa wanatoa samaki 300 metric tons, ambayo pengine itakuwa inapatia nchi ya Kenya revenue of 12 billion per year, ambayo ni mradi mzuri zaidi. Maana wanasema kwamba vile wataweza kujenga kazi kwa watu 60,000. Kurasa wa 7 huo. Kurasa wa 8 hapa ndo tunaangazia wataalamu wameanza utafiti ili pengine naweza kuzindua chanjo ya ugonjwa wa ukimwi ama virusi vya ukimwi. Haya yanafanyika katika chuo kikuu ya Nairobi, ambapo naona hapa scientists ambao wameanza kazi na vaccine ambayo wameita KAVI, Kenya AIDS Vaccine Initiative, na kwamba wanatumia fluid from the female reproductive organ kutengeneza vaccine hiyo. Hii ni baada mambo mengi kuibuka kwamba ugonjwa wa corona umekuja juzi lakini chanjo yake imepatikana, kwamba ugonjwa wa HIV AIDS imekuaje kidogo umechukua muda sasa kwamba chanjo haijapatikana. Kwa hivyo ikiwa hii itafanikiwa, basi Kenya itakuwa ni nchi ya kwanza kabisa kuzindua chanjo hii ya ugonjwa wa ukimwi. Naam. Katika ukurasa huu wa 10 ni barua, kwa sababu ukurasa wa 8 ni jaribio la mtihani, pale ambapo tunasema kwamba kieleweke kuhamia Tangatanga kutaadhiri utendakazi wa Rais Kenyatta, huku wakisema kwamba Tangatanga wabunge wengi wamekuwa wakitoka pale wakihamia kwa sababu wakihama vyama kwa sababu ya utendakazi ambao zi mzuri. Huo ni ukurasa wa 10 na barua ya kwanza, ukisema kwamba madeni yataimaliza nchi. Ukurasa hiyo ni barua
Pili, barua ya tatu inasema kwamba watu waliokosea kuwazuia madereva wa Safari Rally Kasarani, huo ni ukurasa ama ni barua ya tatu. Wanavyuo wanapotoka, ukurasa wa 4. Utekaji nyara umezidi, hiyo ni barua ya 5. Na kuna ujumbe mfupi ambao unasema kwamba kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi anasisitiza kuwa muungano wa NASA umekuwa amepuzilia mbali dai kuwa juhudi kufufua muungano huo uliobuniwa kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2017, na anasema kwamba vinara wa NASA wakiungana ama wakifungana watashinda naibu rais William Samoei Ruto. Ni swala tu ambalo wameuliza katika ukurasa huu wa 10. Maoni tu au ujumbe mfupi ambao wamekuwa wakizungumzia katika ukurasa huu wa 10. Ukurasa wa 11 ni dimba hapa ambapo wanasema kwamba kiungo mkabaji mwenye pasi za uhakika amesema kwamba udhibiti boli na anayeona mbali uwanjani. Wanamzungumzia Manuel Lekateli ambaye pia ni mchezaji hodari, ndiye anamzungumzia katika ukurasa huu wa 11. Katika ukurasa wa 12 ni udaku ndio wanazungumzia katika ukurasa huu. Wanasema kwamba Kichuna Heid aidi kuvulia nguo Ujerumani ikitoa taji Europa mwaka wa 2020. Ukurasa wa 13 pia ni udaku ambao wanaangazia huko wakisema kwamba wasiwasi Man United kikosi kikisukwa upya. Hapo ni Uingereza huko wakisema kwamba sasa apania kuleta viva 5 vipya kikosini. Wanamzungumzia Mbappe kuaga PSG aelekea Real Madrid. Kuna jamaa ambaye ni striker wa Manchester United anaitwa kama Anthony Martial, ndio wanamzungumzia katika ukurasa huu wa 13. Katika ukurasa wa 14 wanazungumzia ni dimba tu pale ambapo wanasema kwamba muungano wa FC yaona mbali licha ya kukosa ufadhili. Katika ukurasa huu pia wanasema kwamba wadau wa Pwani wataka ligi kuu ya draft ianze nchini. Kumbuka kwamba draft ni ule mchezo ambao tulikuwa tumezungumzia hapa siku ambazo zimepita kwamba ni mchezo ambao unachezwa na wazee, vijana, na ni mchezo wa jadi ule ambao wazee sana wanapenda kucheza pale ambapo wanapumzika. Na hasa mchezo huo wa draft umekitiri sana pale maeneo ya Pwani na sehemu katika Nyanza. Katika ukurasa wa 15 ukiwa ni ukurasa wa mwisho kwa gazeti wanasema kwamba Thika Queens FC ndio mabingwa wa KWPL. Wanasema kwamba wao ndio ambao wameibuka mabingwa katika msimu huu, wakisema kwamba machozi ya furaha vipusa wa Kenya wakifusu Olimpiki. Kumbuka kwamba ni mara ya kwanza volleyball ya ufukweni Kenya kutinga Olimpiki. Kumbuka kwamba waliweza kucheza na timu ya Nigeria na wakaweza kuishinda pale, hiyo iliyofanya wakaweza kufusu kuingia katika Olimpiki. Congo Boys wakali wa FEPA Sports FC ndio wanaangazia katika ukurasa wa 15 kwa kusema kwamba kaunti ya Nairobi Kangemi Starlets wasalia upeoni, huku Thika wanasema kwamba Jango FC Thika Shiners huku wakisema kwamba katika kaunti ya Nairobi Kangemi Starlets wanusa ushindi. Hayo tu ndio yalikuwa yameangaziwa katika sehemu hii ya dimba katika ukurasa huu wa 15. Kunyuma wakisema kwamba ni Ogera, kumbuka kwamba Ogera Sebastian Ogera na msaidizi wake ndio wamechorwa katika ukurasa huu wa nyuma. Wanasema kwamba wakiwa washindi, Ogera ndiye aliibuka mshindi katika mchezo wa Safari Rally. Huo ama hizo ndizo baadhi ya habari ambazo zilikuwa zimezungumzwa katika ukurasa huu ama gazeti hili la Taifa Leo. Na ukurasa wa 9 hapa naenda kuangazia naibu wa rais William Samoei Ruto ambaye hapo jana alihudhuria kanisa moja pale linaitwa kwamba African Inland Church AIC Bomani katika kaunti ya Machakos. Hapa wakati alikuwa anazungumza alisema kwamba pengine wale priest, the clergy waweze kuombea nchi ya Kenya, na vile kusema kwamba nchi ya Kenya ni ya dhamani zaidi na kwamba haistahili kuachiwa wanasiasa tu, manake itaharibika. Kwa hivyo kawarai watu pamoja na viongozi mbalimbali wa dini waweze kuiombea nchi ya Kenya. Pengine nitanukuu yale ambayo aliyasema, sema kwamba you are not guest to political plans, things will happen but eventually everything will be okay, so don't let anyone worry you that things will not work.
Hiyo ni baadhi ama ni sehemu ya hotuba ambayo aliitoa rais ama kikunradhi aliitoa naibu wa rais William Samoei Ruto. Ukurasa wa 10 hapa ndo tunaangazia kwamba maeneo ya North Rift kidogo hawajafanya top dressing kwa mimea yao, maize crops haswa, manake kuna upungufu wa mvua na wanaofia pengine kidogo, ingawaje hata kama mvua itarejea kwamba huu muda umekuwa mwingi zaidi na pengine mimea ishaharibika. Kutokana na mkulima mmoja ambaye anaitwa Sami Chemuono, anasema kwamba the last time we received rains was about 2 months ago. We hope for the rains will still come, but even then we are already messed up. Naam, hayo ni katika ukurasa huo wa 10. Tuende moja kwa moja ukurasa wa 12. Hapa kuna familia moja ambayo inamlilia Rais Uhuru Muigai Kenyatta kwamba aweze kuwasaidia. Kuna mwanamke mmoja ambaye anaitwa Eunice Wambui ambaye ana miaka 82 ambaye ni bibi ya Athol Wanyoike. Athol Wanyoike alikuwa mlinzi vile vile mwendeshaji gari ama dereva wa aliyekuwa rais wa kwanza wa nchi ya Kenya, mzee Jomo Kenyatta. Alikuwa amefanya kazi nzuri zaidi, lakini pale kwao Bahati kuna kishamba chao pale ambapo kuna watu zaidi ya 40 wanataka kuchukua shamba hilo, na juzi tu walikuja zaidi ya watu 40 na kufieka chakula ama vyakula kwenye shamba hilo. Na sasa hivi anasema kwamba bwanake wakati alikuwa hai alikuwa ameitumikia serikali ya nchi ya Kenya wakati wa baba ya Uhuru. Kwa hivyo anamrai kwamba Uhuru pengine aweze chukua msimamo wake, aweze kuwasaidia, manake wanaishi kwa uoga na hofu zaidi. Watu wanaendelea kuwaona, kuwa intimidate kwamba waweze kutoka kwenye shamba hilo. Hayo ni katika ukurasa huo wa 12. Vile vile nenda moja kwa moja hadi ukurasa wa mwisho wa 19 ambapo tutaangalia maoni, ambapo tunaona kwamba has Jubilee lost traction in Mount Kenya? Je, chama cha Jubilee bado kina msimamo wake katika sehemu ama eneo ya Mlima Kenya? Ni swali tu ambalo wengi wamezishinda wakilizungumzia, limezua mijadala zaidi katika siku za nyuma. Wengi, kuna wale anasema kwamba kidogo chama cha Jubilee hakina mashiko katika maeneo ya Mlima Kenya. Kama hapa sasa hivi ukurasa huu wa 19 tunaona anaitwa Wahome wa Matinga ambaye ni UDA Party Coordinator Nyeri County. Anasema haya ndio wamezidi kuambia rais kuanzia kipindi chake cha pili kwamba kidogo mambo si mazuri pale Mlima Kenya, kwamba Jubilee kimepoteza ile popularity yake, lakini kidogo kwamba anasema kwamba Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa na advisors wake wa karibu ambao kidogo walikuwa na muhadaa na kumdanganya kwamba pengine mambo yapo mazuri na si mazuri. Nikizungumzia vile vile kuna huyu anaitwa Lilian Wanjiku ambaye ni diwani Nyeri County Assembly. Yeye amesema kwamba yote yako sawa, kila jambo liko sawa pale Mlima Kenya, kwamba chama cha Jubilee bado kiko imara, kwamba wale ambao ni detractors ndio bado wanaendelea kuleta mambo mengi, lakini chama kipo imara. Sijui wewe kwa maoni yako unaonaje? Kwanza nikianza na wewe. Sijaelewa bado swali lako. Mlima Kenya, chama cha Jubilee bado ni imara ama bado kimeanza kulegea kidogo? Akiwezi kuwa imara kwa sababu unajua pale ndipo kilianzia, ile ndio ngome ya chama cha Jubilee. Sasa kwa sababu naibu rais William Samoei Ruto amekiunda chama chake cha UDA, itabidi tu kile chama cha Jubilee kiweze kusambaratika. Viongozi wengine waingie katika chama cha UDA ama United Democratic Alliance, huku wengine wakizadia pale Jubilee. Sasa hakuna uwezekano kwamba kile chama kitakuwa imara pale. Kwa sababu wale ambao walikuwa wandani, wale ambao walikuwa katika chama cha Jubilee itabidi wamegawanyika. Wengine wameenda upande huu wa naibu rais. Kwa hivyo kufikia sasa hivi kwa maono yako kwamba Jubilee bado kipo imara ama hakipo? Hakipo imara. Hakipo imara. Naam, shukrani sana mpenzi mtazamaji wa GR magazetini. Hayo ni yale tu, baadhi ya yale tu yamenakiliwa kwenye magazeti haya.
pengine unaweza pata magazeti ya kwako uweze kujisomea mengi zaidi ambayo yapo kwenye magazeti haya. Jina langu ni Edwin Mokaya, hadi hapo kesho sana wakati kama wa leo. Kumbuka kwamba la kwangu ni Fidel Omoshoi, kuanzia mwendo wa saa 4 hadi saa 7 tutakutana katika meza ile ya Masi katika mpango mzima wa seria Ogo Otaka. Barikiwa. Dunia iko vile vile.